Kwenye kitabu cha Marko sura ya 11, naomba tusome mistari miwili. Marko 11:17 inasema, akafundisha akasema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Mwenyezi Mungu, tunaomba yabariki maneno haya katika jina la Yesu. Amen. Yesu alisafiri kutoka mji unaitwa Bethany kwenda Yerusalemu, kilomita zipatazo 3.2. Si mbali sana, kilomita 3.2. Na ukitoka Bethany unapita kwenye mlima wa Mizeituni, ndipo unaenda Bethany. Huo mlima wa Mizeituni ulikuwa ni mlima ambao ulikuwa na matunda, watu walipanda matunda ya aina nyingi sana. Ndicho tunasoma mstari wa 12. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa. Huu ni upande wa kibinadamu wa Yesu. Yesu alikuwa Mungu kamili na alikuwa mwanadamu kamili. Alipokuja duniani aliuchukua mwili wa kibinadamu ili aweze kumhudumia mwanadamu, ili aweze kumwakilisha mwanadamu. Kama ungemuuliza kusudi la Yesu kuja, angekwambia ya kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Unaona, anatumia hilo neno mwana wa Adamu, ni kama anasema nimekuja kumwakilisha mwana Adamu. Wale wanaofahamu mambo ya michezo ni kwamba timu ya Taifa Stars, sifa ya kuchezea hiyo timu ni lazima uwe Mtanzania. Huwezi kumchukua Mkenya akachezea Taifa Stars, labda umpe uraia wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima Yesu ambaye ni raia wa mbinguni aje kuwa raia wa duniani, amwakilishe mwanadamu wa duniani. Kuna mtu mmoja ananielewa? Aseme amina, watu wa Bwana. Kwa hiyo akafanyika mwili. Kwa hiyo kwa upande mmoja alikuwa mwanadamu, na ndio maana tunaona hapa anaona njaa. Mstari wa 13, akaona kwa mbali mtini. Mtini ni mtu wa matunda, kama leo tungesema mchungwa. Akaona mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Mwana wa Mungu, unajua kwa upande wa Mungu, Mungu anajua yote, anaweza yote, yuko kila mahali. Asingeenda kubahatisha kwamba kuna machungwa au hakuna machungwa. Lakini hii tunaona ni human side of Jesus, upande wa kibinadamu wa Yesu. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Kwa hiyo unaona, baada ya tukio hili wakaenda Yerusalemu. Waliporudi, mstari wa 20, na asubuhi walipokuwa wakipita waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Kwa upande wa kibinadamu Yesu anatafuta mtini, lakini baadaye anabadilika. Upande wa kimungu anawaambia mtini, kuanzia leo mtu asile matunda kwako. Umepandwa hapa ili utoe matunda, na kwa sababu utoe matunda ninaondoa sababu ya kuwepo kwako. Mtini ukanyauka, kwa sababu huyo aliyesema ni Mungu. Neno la Mungu li hai na lina nguvu na linatenda. Akitamka linakwenda kutenda. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Hebu kamata hiyo Biblia yako, kama mnayo Biblia hii ya hard copy, ishike namna hiyo hard copy yako. Pamoja na kwamba mnatakiwa muwe na hizo vigadget kwenye simu na nini, lakini usisahau kuona hili hard copy. Jamani, amina. Amina watu wa Bwana. Hiki ni kitabu cha uzima, ndani yake kuna neno la uzima. This is a powerful book. Ni kitabu chenye nguvu kuliko vitabu vyovyote, kwa sababu ndani yake kuna maneno ya Mungu. Mtu mmoja naye amini aseme amina. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alipotamka, askari mmoja alikuwa na akili sana, alikwenda kwa Yesu Kristo ili amchukue akamwombee mfanyakazi wake. Alipofika akakuta watu wamejaa top, akajua siwezi kumpata. Akamwendea akamwambia, mimi ni askari, nikiwaambia watu kulia geuka wanageuka, nikiwaambia kushoto geuka wanageuka, na wewe sema tu neno moja na mtumishi wangu atapona. Yesu akamwangalia akamwambia, na iwe hivyo. Na ninatamani leo Yesu aseme na iwe hivyo, sawa sawa na ulivyoomba. Na iwe hivyo, nasema na iwe hivyo. Najua Yesu hayuko hapa, lakini haka kajamaa kanakosimama kanamwakilisha Yesu kwenye hekalu hili. Nasema na iwe hivyo.
Sema amina na iwe hivyo. Yes. Jamani, amina. Kama ni ugonjwa utoke katika jina la Yesu. Kama ni biashara ikafunguke katika jina la Yesu. Kama watoto wakarejee kwa jina la Yesu. Pokea na iwe hivyo. Mtu mmoja aseme amina. Sasa unaona, akawaambia ule mtini, endeni wakaenda Yerusalemu. Walipofika Yerusalemu, mstari wa 15, akaingia ndani ya hekalu. Kwa sasa hivi tungesema akaingia kanisani kwa context yetu. Akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vya wauzao njiwa, wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Unajua, hekalu lilikuwa limegawanyika kwenye sehemu nyingi. Lilikuwa kama hivi unavyoliona hivi. Kulikuwa kuna ule ua wa nje. Ukitoka hapo nje unaona watu wanafanya biashara hapo, wanauza sijui nini. Na kuna wakati huwa nagombana nao sana ya kwamba wakati wa ibada msifanye nini? Biashara. Lakini ukitoka unakuta wako hapo wanauza, kufanya biashara. Kwa hiyo alipokuja Yesu hekaluni kwa huo wa nje, akakuta watu wanabadili fedha. Kwa nini wanabadili fedha? Kwa sababu watu walikuja kulipa mafungo ya 10 na baadhi ya tax kwenye hekalu, na hekalu lilikuwa lina fedha maalum kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima mtu abadili fedha. Kwa nini njiwa? Kwa sababu njiwa walitumika kwa ajili ya dhabihu. Ibada za Agano la Kale zilihusisha dhabihu, wanyama. Ungelikuwa kwenye Agano la Kale wewe na mimi ndio kuhani, umejisikia umemkosea Mungu, unakuja kwa kuhani kaganga. Kwani kaganga anafanya taratibu za ibada, lakini lazima uwe ama na kondoo ama mbuzi. Wengine hata walileta ng'ombe wenye uwezo mkubwa. Wengi hawakuwa na uwezo, walileta njiwa wawili. Kwa nini njiwa wawili? Kwa sababu yule mmoja, baada ya ibada, kuhani anachukua mkono wako anaweka juu ya njiwa mmoja, na anasema ya kwamba kwa dhambi hizi na makosa haya ulipaswa ufe, lakini huyu njiwa anakufa badala yako. And then anamchinja yule njiwa na damu inanyunyizwa pale madhabahuni. Halafu yule njiwa mmoja anaachiwa. Walitumia neno la Kiebrania afiemi, kwa Kiingereza let it go, maana yake muachilie aende. Ndicho ambapo Yesu alifanya pale Kalvari. Anakufa badala yako na badala yangu, ili mimi na wewe tuende tukiwa huru. Hakuna anayenielewa. Kama unanielewa, ungempigia makofi Yesu Kristo sana 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 sana. Yes! Hakuwa amekosa lolote, lakini alichubuliwa kwa ajili yako. Hakuwa amemkosea mtu yoyote, lakini alidhihakiwa kwa ajili yako. Alidharauliwa ili wewe upate heshima. Alikataliwa ili wewe uweze kupokelewa. Alichubuliwa, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa damu yake iliyomwagika msalabani tumepona magonjwa ya kiroho, tumepona magonjwa ya kimwili, tumepona kwenye familia, tumepona kwenye ukoo. Wachawi hawatuwezi tena. Tunalo jina lipitalo majina yote. Piga kelele, sema yes, yes. Sasa kama hawa watu walibadili fedha kuwasaidia watu wanaoabudu wapate fedha halali ya kutoa hekaluni, kama wauza njiwa waliwasaidia watu waweze kutoa dhabihu, kwa nini Yesu anapindua meza za wabadili fedha na wauza njiwa? Sababu mbili. Sababu ya kwanza, biashara hizo nyingi zilikuwa za maafisa wa hekalu. Kwa hiyo, kwa sababu zilikuwa biashara zao, waliongeza taksi, waliongeza ushuru, waliongeza malipizi. Mtu akikosea anaambiwa kalete fedha hizi kiasi hiki. Umefanya dhambi hii sawa sawa na fedha hizi. Mbili, waliwadhulumu watu wanyonge sana. Waliwaongezea ushuru,
Yani ni kama vile hospitali ya Muhimbili, alafu wale madaktari wana pharmacy zao nje, unaona, alafu unakwenda wanakuandikia madawa mengi, alafu wanakuambia kanunue kwenye pharmacy fulani, kumbe ni pharmacy yake. Unanielewa watu wa Mungu? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akapindua zile meza, lakini wakati huo akatoa tamko akasema, nyumba yangu. Wewe sio Myahudi, uelewi. Hekalu lilikuwa ni mahali palipoheshimika sana. You cannot define a temple. Yani huwezi kuchezea hekalu kama tunavyochezea leo madhabahuni hapa na nini. Hekalu was a sacred, ilikuwa ni eneo takatifu. Yani kwanza huwezi kugusa patakatifu ever, never. Waliamini kabisa ile ni nyumba ya Mungu. Full stop. Nakumbuka Wayahudi hawakumwamini Yesu kwamba ni Masihi. Kwa hiyo Yesu alipofika pale akapindua, jamaa wakawa wanashangaa, aka kadogo kanafanya nini? Halafu walipokuwa wanashangaa akatoa tamko lilostuka, akasema, this is my house. Hii ni nyumba yangu. Hili sio kanisa la Kaganga, ni kanisa langu. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Assemblies of God wanaweza kawa wanamiliki haya mabati na machuma, lakini hawamiliki mwanadamu yoyote. Wewe hauko hapa kwa sababu uliitwa na Assemblies of God. Ulikutana na Yesu kwanza, hata kabla hujakutana na Assemblies of God. Hakuna anayenielewa. Nawaambiaga wa Assemblies of God wenzangu, nawaambia mimi kabla sijakutana na Assemblies of God nilikutana na Yesu kwanza. Jamani, amena. Sikukutana na Assemblies of God halafu Assemblies of God ikaniintroduce kwa Yesu. Nilikutana na Yesu Kristo halafu Yesu Kristo akaniintroduce kwa Assemblies of God. Jamani, amena watu wa Bwana. Kwa hiyo acheni ushabiki wa dini, mshabikieni Yesu. Nasema acheni ushabiki wa dhehebu, mshabikieni Yesu Kristo. Mshabikieni Yesu Kristo. Piga kelele kwa Yesu. Yesu anasema, this is my house. Hili ni nyumba yangu. Wakati anazungumza na Petro anasema, nitalijenga kanisa langu. Yesu asemi nitalijenga kanisa lenu, wala asemi nitalijenga kanisa letu. Anasema nitalijenga kanisa langu. Na hilo kanisa ambalo Yesu anajenga, sisi ni vibarua na watumishi kwenye hilo kanisa ambalo Yesu anajenga. Na ukijenga na Yesu Kristo, kanisa halishindwi. Halishindwi, my friend. Ukiona makanisa yanasambaratika, ni yetu sisi wenyewe wanadamu. Lakini kanisa la Yesu Kristo halishindwi. Nasema kanisa la Yesu Kristo halishindwi. Unaweza ukamfungia Gwajima, lakini huwezi kulifungia kanisa la Mungu. Huwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukamfungia Kaganga, lakini huwezi kulifungia kanisa la Mungu. Kwa sababu kanisa la Mungu ni watu. They are people. Jamani, nasema amina watu wa Bwana. Hata wakibakia nyumbani ni kanisa, wakienda kazini ni kanisa, wakiwa Marikiti ni kanisa, wakiwa Mwanakwerekwe ni kanisa, wanatembea ni kanisa, wanawaza ni kanisa. It's more than a building. Ni zaidi ya jengo. Kanisa ni wewe. Mwambie jirani yako, mimi ndio kanisa, my friend. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema, yani nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. My house will be called a house of prayer. Yani kanisani, ukweli, ratiba kubwa ilitakiwa iwe maombi. Lakini kwa sababu maombi ni vita, watu hawataki maombi. Ukiita tamasha hapa, patajaa hapa. Kwa nini? Kwa sababu ngoja niwaambieni, licha ya kwamba tunataja maneno ya Mungu, lakini kwenye tamasha tunaburudikaga na sisi. We are emotional people. Sisi ni watu wa hisia. Kwa hiyo tunajisikia vizuri. Mtu mmoja akanambia, sio walokole hatuna out bwana. Out yetu ni kanisani. Sasa mimi nikamwangalia nikasema, inawezekana yuko sahihi, lakini he's right from wrong. Hapa huu sio ukumbi wa starehe, hapana. Hii ni nyumba ya ibada. Jamani, amina watu wa Bwana. Hawa watu hawakuburudishi wewe, wanakusaidia wewe ukutane na Mungu wako, halafu wakuache hapo. Na ndio maana hawa wasipoelewa wakafikiri wana entertain,
watafikiri wanaburudisha. Ndio maana huwa tunakuwa na confusion kwenye ibada, kwa sababu wale wanaosimama hapa na wenyewe wanafikiri wana perform. We are not performing here guys, we are ministering. We are not performing, we are ministering. Sisi hatuko kwenye stage show hapa kama ya nani ya Diamond. Mimi sio Diamond, mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Nasimama hapa kwa niaba ya Yesu Kristo. Siko hapa kukuburudisha, hapana. Naweza nikasema maneno ukaburudika, lakini lengo sio kukuburudisha. Lengo ni wewe ukutane na Jehova na Mungu wako. Nawaambia viongozi wa sifa, si kama wananielewa. Nawaambia yani kiongozi wa sifa, ili useme nimefanikiwa leo, ni lazima uhakikishe hawa watu umewachukua mpaka ukawakutanisha na Yesu wao. Halafu unawaacha hapo. Unaona yule pale anabubujika, yule pale yuko kwenye benchi, yule pale ameinua kiti, yule pale amepiga nani, yule pale wigi limengoka, lakini hajali kwamba wigi limengoka kwa sababu amezama kwa Yesu Kristo. Yule pale kitambasi kimefanya nini, yule pale lakini ukaimbisha, watu wanaendelea kuimba tu, wanaendelea kuburudika tu, lakini uone wako connected. Mpaka unaanza omba. Ujue ama wewe wapa una problem, au hao watu wana nini jamani? Wana problem. Kwa sababu kama kweli kabisa tumejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, hawa jamaa wakichukua tunakutana na Yesu Kristo, yani uhitaji kuhimizwa omba. Hivi unaonaga tunavyo ukinyamaza omba, unasikia watu nao wamenyamaza. Ukiambia omba. Lakini kwa kweli tukiwa connected, hakuna mtu atakuhimiza. Kwa sababu gani? Umekuwa connected. Jamani, amina watu wa Bwana. Ndio maana ni muhimu ujazwe na nguvu za Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu atawale maisha yetu. Nasema atawale maisha yetu. Yesu anasema mmegeuza nyumba yangu pango la wanyang'anyi. Hawa walikuwa wanafanya biashara, lakini sisi we are robbing God his time. Tunamwibia Mungu muda. We are robbing God through our programs. Tuna maratiba mengi. Niko na mahali fulani siku ya Ijumaa kwenye maombi. Nilishangaa sana. Tumefika pale saa 10:30 ikaanza sifa. Siku ya maombi na tumefunga, na mimi kila Ijumaa unless otherwise ninaumwa huwa nafunga. Siku nimefunga, nimeenda zangu huko bara kwenye kanisa mahali fulani. Kanisa letu kabisa la Sons of God. Nikaenda mahali. Sasa sikia hiyo ratiba. Wakaanza saa 10:30 sifa kabisa, sifa ile kanyaga shetani, kanyaga teke kule. Tangu saa 10:30 mpaka saa 11. Walipomaliza sifa, mhubiri akahubiri kwa dakika 40. Alafu baadaye akaanza kuelezea maombi kwa robo saa mengi. Robo saa anaelezea umuhimu wa hili ombi. Imefika saa 12:15 amemaliza kuelezea maombi, tukaomba kwa robo saa, tukamaliza saa 12:30. Tumekuja kwenye siku ya maombi. Umeona hiyo? Lisali moja karibu na dakika 45 ni sisi, dakika 15 ni Mungu. That's why Jumapili tunatamani sana tutumie muda wa kutosha twende mbele za Bwana. Sema amena. Unaweza kumpigia Mungu wetu makofi.